إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم نجنا من النار آمنين سالمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في محكم تنزيله: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Al-aya. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ni wajibu wetu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye kwamba ametupatia neema kubwa hii ya Uislamu. Vile vile kanichagua mimi na wewe kuyadiriki na kuyapata masiku haya matakatifu, masiku ambayo kwamba kisharia ni msimu wa ibada na ni msimu wa Muislamu kupata faida katika maisha yake. Ni msimu wa kujivunia khairat na taat na thawabu nyingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu ambaye kwamba atapata hasara ndani ya msimu huu, sijui ni msimu gani ambao kwamba atapata faida. Kwa hiyo huu ni msimu wa faida na ni msimu wa biashara ya taa na khairat. Kila mmoja wetu aweze kujipinda zaidi na zaidi na zaidi kutekeleza ibada ya funga, ibada ya sala, ibada ya zakat na ibada ya sadaqat na ibada mbalimbali ambazo kwamba zinampasa Muislamu kuzitekeleza. Kwa madakika machache ambayo kwamba tuko nayo, tutakumbushana hii aya tuliyoisoma. Allah anasema ndani ya Qur'ani ya kwamba alipokuwa anasimulia na kutaja sifa za waja wema, akasema maneno haya: walladhina yutuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim rajiun. Miongoni mwa sifa za watu wema, miongoni mwa sifa za waumini, mimi na wewe tujitafute. Je, sifa hii tuko nayo ama bado hatujaifikia? Ni kwamba miongoni mwa sifa za waumini, walladhina yutuna ma atau, ni wale ambao kwamba wanatekeleza walioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wanatekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala, ibada za kuswali, kufunga, kuhiji, adhkar, qiraatul Qur'an na ibada mbalimbali. Miongoni mwa sifa ya waumini ni wale ambao kwamba yutuna ma atau,
wanatekeleza sheria za Allah subhanahu wa ta'ala kiujumla. Baada ya kutekeleza, Allah anasema wa qulubuhum wajila, kila wanapotekeleza sheria ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wanapotekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, qulubuhum wajila, wanajawa na hofu ndani ya nyoyo zao. Hofu ya nini? Wakijiuliza ya kwamba je, khairi hii niliyotekeleza imekubalika ama Allah amekataa? Hii ni sifa ya waumini. Ndio maulamaa katika aya hii wakaweka unwani ya kwamba adamul ikhtirari bil amali salih, yampasa Muislamu asihurike, asidanganyike na matendo mema anayoyatekeleza. Hiyo sio sifa ya waumini. Usijione kwamba wewe ni mtu wa peponi tayari. Pamoja kwamba Muislamu anatakiwa aishi kati ya khaufu wa raja, kutarajia pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuogopa moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini usiwe na imani mia ukajikatia maamuzi kwamba mimi ni mtu wa peponi. Hiyo Ramadhani iliyofunga mimi, Qur'ani iliyosoma, tarawih nilizoswali, hakuna anayenishinda mimi, moja kwa moja mpaka peponi. Allah anasema walladhina yutuna ma ataw, sifa ya waumini ni wale ambao kwamba wanatekeleza sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, kisha wa qulubuhum wajila, nyoyo zao zinakuwa na hofu, nyoyo zao zinakuwa na hofu kwa yale walioyatekeleza. Je, nimekubalika ama imekatalika ibada yao? Annahum ila rabbihim rajiun, kwa sababu wanajua watarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wakirejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala watafanyiwa hisabu kwa yale walioyatenda. Sasa wanakuwa na hofu. Ndio mama Aisha radhiallahu anha saalat Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ilipokuja aya hii, mama yetu Aisha alimuuliza Mtume swali hili, ahumul ladhina yashrabuna alkhamra wa yasrikun, je, hawa ambao kwamba wanakuwa na hofu, ewe Mtume, hebu nielezee, ni wale walevi na waizi ndio ambao kwamba wanakuwa na hofu sampuli hiyo? Mtume subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia la, sio hao, walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Hawa ambao kwamba wana hofu na matendo yao ni wale ambao kwamba wanaswali, wanafunga, wanatoa sadaka, lakini wanakuwa na hofu yasije yakakataliwa matendo yao. Kwa hii ndio sifa ya waumini. Na sisi vile vile ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tumetekeleza khairati mbalimbali, tumetekeleza ibada mbalimbali. Kwa hiyo anatakiwa Muislamu asihurike juu ya matendo aliyoyafanya. Hii ndiyo sifa ya watu wema waliopita, walladhina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim rajiun. Qala al-Hasan al-Basri, watu wema waliopita walioelewa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala wakayazingatia, yakawaingia akilini na wakayaelewa. Anasema Hasan al-Basri ya kwamba adraktu aqwaman law anfaqa ahaduhum mil al-ardi ma amina li'idami dhanbi fi nafsi. Hasan al-Basri anasema niliwapata watu, akikusudia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na watu wema waliokuwa wakati huo, lau mmoja wao atatoa sadaka mali nyingi inayojaa ardhi, basi asingekuwa na amani, bado ana hofu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, sadaka yangu hii kweli imeenda imekubalika ama ni vipi?
kinyume na Waislamu wa kileo. Mtu akiswali asubuhi mpaka jioni na jamaa tu basi ashamdharau mwenzie. Akiswali tarawih ya mwanzo Ramadhani mpaka alipofika tayari anamkejeli mwenzie, yeye ni wa peponi, mwenzie ni mpotofu. Kwa Hasan al-Basri anasema adraktu aqwama law anfaqa ahaduhum mila al-ardi ma amina, lau mmoja wao atatoa sadaka nyingi inayojaa ardhi kama hii, basi mtu kama huyo bado hajakuwa na amani, bado yuko na hofu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na ibada yake ambayo kwamba ameitekeleza. Je, Allah amekubali au Allah amekataa? Walladhina yutuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim rajiun. Hii ni sifa ambayo kwamba lazima kila mmoja aweze kuizingatia na aweze kuitafuta moyoni mwake. Je, yuko nayo? Anaghurika na amali zake? Anakuwa na kiburi na matendo yake? Au bado anakuwa na khushu na unyenyekevu? Ibada zake zinamzidisha hofu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyokuwa watu wema waliotangulia. Na akasema Imamu al-Khatibu al-Baghdadi ya kwamba inna quluba al-abrar muallaqatu bil khawatim, yaqul bimadha yuktamu lana, wa qulubu al-muqarrabin muallaqatu bis sawabiq, yaqulun madha sayusbaqu lana. Imamu al-Khatibu Baghdadi anasema maneno haya baada ya kuifahamu aya hii, walladhina yutuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim rajiun. Anasema ya kwamba inna qulubal abrar, nyoyo za watu wema, nyoyo za wacha Mungu. Zinakaaje nyoyo za wacha Mungu? Muallaqatu bil khawatim, saa zote zinatafakari hatima yake. Je, hatima yangu itakuwaje? Kweli nimeswali, nimefunga, je hatima yangu wakati inachukuliwa roho yangu, je itachukuliwa katika ibada ama katika uovu? Je, roho yangu itatwaliwa kama natekeleza toa ama natekeleza maasi? Ndio Mtume akatuhimiza sana ya kwamba idha sa'altumullaha fas'aluhu husnal khatima. Kwa mwanadamu haufai kughurika wala kudanganyika na ibada ulizotenda. Inna qulubal abrar muallaqatu bil khawatim, nyoyo za wacha Mungu zimefungamanishwa daima, zinatafakari hatima yake. Hatima yangu itakuwaje? Vipi nitauaga ulimwengu? Vipi nitaondoka katika dunia hii? Je, kweli nitaondoka ndani ya msikiti ama nitaondoka naelekea kwa mganga? Kwa itikadi Muislamu asighurike na amali na matendo anayoyatekeleza. Inna qulubal abrar muallaqatu bil khawatim, yaquluna bimadha yuktamu lana. Saa zote mtu mwema anajiuliza hatima yangu itakuwaje mimi mbele ya Allah. Ndio Mtume akatuhimiza kwamba tunapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala tusisahau kumwomba mwisho mwema katika dua zetu. Tumenasema idha sa'altumullaha, mnapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala mahitaji yenu, fas'aluhu husnal khatima, muombeeni Allah subhanahu wa ta'ala awapatie mwisho mwema. Roho yako ichukuliwe ukiwa katika hali nzuri, hali ya ibada, hali ya khairat, hali ya taat. Hii ndiyo hali ambayo kwamba na ndiyo sifa ambayo kwamba nasifika nayo watu wema waliotangulia. Haya ni maneno ya Imam al-Khatib al-Baghdadi. Na vile vile tukisoma kitabu cha Siyarul A'lami Nubala, kuna tukio ambalo kwamba liliweza kutukia kwa watu wema. Mwenye kitabu anasema lamma nazala al-mautu bisulaimani Taimi qila lahu, Suleiman at-Taimi huyu ni mcha Mungu mkubwa sana, ni mtu mwingi wa ibada,
mwingi wa khairati. Siku ya kufa kwake ilipowadia, ishara za mauti na alama za mauti zikabainika. Qila lahu, waliomzunguka wakamwambia maneno haya. Walimwambiaje mtu mwema kama huyu? Abshir faqad kunta mujtahidan fi ta'ati llahi, ewe Suleimani Taimi, wallahi wewe kuwa na bishara njema, kwa sababu wewe ni mtu ambaye kwamba unajitahidi katika mambo ya kheri, mambo ya ibada, ni mwingi wa ibada. Hakuna kheri ambayo kwamba haujaitekeleza. Kwa hiyo usiwe na hofu wewe. Watu wanamwambia waliomzunguka. Suleiman Taimi akawaambia, la taqulu hadha au la taqulu hakadha, msiseme maneno hayo kwamba mimi nilitenda kheri na swali sana, nilitoa sadaka sana. Msitamke maneno hayo. Fa inni la adri ma yabdu li min Allah, mpaka dakika hii mimi sijajua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala nitakwenda ona nini. Kweli nitekeleza mambo ya kheri na nini, lakini sio kwamba nisiwe na wasiwasi mpaka mnaniambia nisihofu wala nini. La adri ma yabdu li min Allah, mpaka dakika hii sijajua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ninapoelekea nitakwenda yaona yapi. Kama ni hayo ya kheri, je, yalikubalika ama yalihangi tu? Akasema ya kwamba fa innahu yaqulu subhanahu wa ta'ala, akawatolea aya ndani ya Qur'ani. Mtu anakufa lakini anapeana mawaidha, anapeana nasaha kwa watu ambao kwamba bado wako hai. Anawaambia, sikilizeni, Allah anasema ndani ya Qur'ani, wabada lahum min Allahi ma lam yakunu muhtasibin. Aya hii iko ndani ya Qur'ani. Anawaambia ndani ya Qur'ani kuna maneno ya Allah, anasema kuna watu siku ya Kiyama watakwenda kuyaona yale ambayo kwamba walikuwa hawayatarajii. Kwa hiyo tunatakiwa, ndugu katika imani, tusighurike na ibada ambazo kwamba tunazitekeleza. Kwa mwanachuoni kama huyu, mtu mwema kama huyu, hakughurika na ibada alizokuwa nazo, wala hakudanganyika na maneno aliyoambiwa, bali alikuwa na msimamo, bado ana hofu. walladhina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim rajiun. Wabillahi tawfiq. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jalla, faqad faza almuttaqun, wa alamu anna Allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Ikhwatul iman, ndugu zangu katika imani, maneno haya ya Allah ni mazito. walladhina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim rajiun. Sifa hii ni wajibu kwa kila muumini aweze kuitafuta ndani ya nafsi yake, na kama bado hauna sifa kama hii, bado imani yako iko na mushkila, iko na kasoro, kwa sababu kudanganyika na kughurika kwa matendo yako uliofanya, saumu uliofunga, tarawih ulioswali, sadaka ulizotoa za nguo, vyakula, maji, nini. Anatakiwa Muislamu, walladhina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim rajiun. Tuwe na tahadhari na mtu kughurika na kujenga kiburi, kujiona kwamba yeye tayari ameshafaulu na mwenzake amepotea. Hii siyo sifa ambayo kwamba anasifika nayo waumini. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tunahusiana na tunakumbushana, tuzidisheni bidii na tuongezeni bidii. Masiku aliyobakia ni machache, lakini kuyamaliza ni mengi sana.
Sasa hiyo zatoka hapa na watu tutamzika saa 11. Hata hii leo inaweza kukushinda. Kwa hiyo kinachotakikana ni kumwomba Allah kwamba atutakabalie yale tuliyoyafanya, wala sio kujenga kiburi na ghurur kwa ibada ulizofanya. Tunatakiwa tufanye nini? Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ayatakabali yale ambayo kwamba tumeyafanya, zile ibada tulizozitekeleza Allah subhanahu wa ta'ala azipokee na azikubali. Lakini itakuwa sio desturi ya Kiislamu Muislamu kuanza kujenga kiburi, kujenga majivuno, kukuwa na ghururi na ujanganyifu kwamba yeye tayari ameshatoboa. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jalla, faqad faza almuttaqun wa alamu anna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa adhill adh-dhulma wal zalimin wa adhill a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qumu ila salati. Allahu akbar, Allahu akbar.